Kwema, lakini nilikuwa naota. Alafu ndoto yenyewe ni ndoto mbaya sana. Unaota? Ndio. Lakini ndoto za mchana hizo. Sawa, ni ndoto za mchana lakini ni ndoto mbaya. Ndoto inasema kwamba nilikuwa na mke na mtoto. Na kwa sababu ya ugumu wa maisha nikaenda kwa mganga ili niweze kupata utajiri. Sasa vile nataka kumtoa mwanangu tu kafara, mke wangu huko alipo akashtuka, na ndipo hapa na mimi pia nimeshtuka. Sawa. Wanasemaga zina maana lakini haina maana sana. Ungeachana nayo tu. Imekushtua tu kakaangu. Pole lakini. Nashukuru. Vipi uko chakula tayari? Chakula tayari, namalizia tu mboga nimeacha jikoni na niliu. Fanya haraka dadangu. Njaa inaniuma kweli yani. Si umeona mpaka naota ndoto mbaya. Sawa, afu kaka. Ndio. Kwa kitu kimoja. Tuongee. Kitu gani hicho? Maana ushaanza. Sijui unataka kunipiga kirungu wewe, maana uchelewi wewe. Sasa kaka kupiga kirungu, si ulipolala na ningekupiga kaka. Uchelewa na ukipewa chance tu, one chance one goal. Yaani wewe ndio ulivyo, one chance one goal. Yaani dadangu wewe mjanja kweli yani. Hamna kaka, achana nayo. Sawa. Sasa kakangu nataka kukwambiaje? Kwa kaka kwambia vipi kuhusu swala letu lile? Swala letu swala gani mimi na wewe? Wewe dada yangu na mimi kakako. Mimi na wewe tuna swala gani hasa la msingi ambao tunaweza tukakaa tukalizungumza? Hebu niambie. Sasa kaka umeanza. Mesali nyingi sana. Mbona unakuwa kama uelewi afu tushaongea? Nakusikiliza, ongea. Basi sawa. Nisipoteze muda sana, nataka nikamalizie kule kupika. Vipi kuhusu swala letu la ulisi? Naomba unisikilize. Hilo swala la kuuza hii nyumba ya urithi kwanza liondoe. Wazazi wetu wametuacha sisi wawili tu, mimi na wewe dadangu. Na Mungu ana maana yake. Maana yake ni kwamba mimi nikulinde wewe. Na sio huu upuzi unaoniambia. Kama kweli ukistaajabu ya Musa utayaona Firauni. Yaani dadangu, ina maana wewe hauridhiki na hichi kidogo ninachokiweka mezani? Au labda kuna siku hapa labda ulishinda na njaa, labda asubuhi ujala, mchana ujala, jioni ukalala na njaa. Asa huko kote kumefuata nini? Kuhusu kula, si kulala na njaa, si kufanyaje? Usani mimi kakaangu nimekwambia kuhusu ulisi. Sawa. Ulisi ni wa kwetu, mimi na wewe, na sio wa mtu mwingine. Na hata siku moja abadan hawezi akaja mtu kuja kutupokonya ulisi wetu. Huu ni wa kwetu. Hata kama mimi nikifa kesho wewe utabaki na hii nyumba, dadangu. Au kuna mtu labda amekushikia akili wewe? Mimi naona tangu wazazi watuachie ulisi wetu wa nyumba, naona siku zinaenda, miezi inaenda. Yaani bora tu mimi ninavyoona tu tuamue kila mtu tuuze tu nyumba, kila mtu afanye mambo yake. Kwa sababu wewe utaoa, mimi nitaoa. Mimi nitaondoka, lakini wewe nitakuacha hapa kwenye hii nyumba. Huyo mwanamke wako ndo awe anaitawala hii nyumba. Alafu mimi mkae na mwanamke wako jitape hapo, mimi hata sitaki kaka. Tuuze tu hapo, mimi nichukue langu. Nisikilize dadangu. Unajua wanasemaga kwamba asiyefanya kazi na asile. Simaanishi kwamba wewe usile, hapana. Mimi kaka yako napambana. Ina maana uliziki na hichi ninachokiweka mezani? Hapana kaka, simaanishi hivyo. Ila tu mimi nilikuwa nataka kila mtu apate ulisi wake, yani tugawane tu basi mambo yaisha hivyo tu. Yaani dadangu unanichekesha. Ama kweli ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Yaani wewe kwa umri wako huo unataka tuuze nyumba ya ulisi. Alafu twende wapi? Au wewe unapofikiria kwa akili yako hata kama ukiuza hapa kwa hela utakayopata utaweza kujenga nyumba kama hii? Basi ndio hivyo kakaangu. Kitu tunagombana sehemu moja tu. Mimi nakuelekeza vizuri, unaanza kunifokea, unaanza mesali zako. Mimi sitaki mesali zako bwana. Nisikilize. Wewe itakuwa kuna kibwana tayari kishakushika akili au itakuwa kuna rafiki yako amekushika akili. Sasa anahitaji kufaidika kupitia wewe. Jitambue. Pia fikiri kabla ya kutenda. Sihitaji kusikia upuuzi unaozungumza kuanzia sasa hivi. Kaandae chakula sasa hivi. Nimekwambia wewe. Mimi sikubali. Shenzi. Yaani hichi speed itakuwa kishakuwa kijenda azimu sasa hivi au speed kinavuta bange. Maana sikielewi. Maana kaka. Shenzi. Burudani. Ole wako nisikie upuuzi kama wewe tena unazungumza. Wewe.
kuna kazi, nahitaji watu watatu tu. Kwa nikaona sio vibaya shoga yangu nikupitie twende wote. Na nahitaji watu watatu tu. Unaonaje tukaenda kupambania kazi? Kazi? Kwa nini unataka kwenda kufanya kazi? Ndio. Nikaona sio vibaya kufuata nayo ndugu wangu maana pia uko nyumbani. Nipo nyumbani lakini na mambo yangu ya muhimu ambayo nafuatilia. Mambo gani ndugu wangu? Uko nyumbani unyosha miguu? Mimi nasinyoshi miguu. Unajua kwani unaona kwa mimi nilivyo hivyo unaona kuna kitu labda ninakosa. Navaa, nasuka, napendeza. Sasa shida ya kazi. Sawa, unakula, unavaa, unasuka. Unabidi utafute cha kwako. Unaendelea kukaa nyumbani mpaka lini? Ndio supa wazazi wetu. Lazima nikae kwa sababu pale kwetu. Alafu sio muda unategemea pale. Kutoa unajua tena nyumba ile. Kazi za kiwanda. Mimi kiwanda siwezi. Kuna kufanya kazi kiwandani? Nikwambia ukweli tu shoga yangu mimi siwezi. Unashindwa nini hapo ndugu wangu? Kitu gani ambacho ukiwezi? Sikiweza afu sina shida ambayo itanifanya mimi nitoke hapa nikafanya kazi kiwandani na ulina 5,000 kwa siku. Siwezi. Sivyo hivyo. Twende bwana kwenye kazi. Nitakuja kusaidia baadaye. Wewe shoga yangu kama unaenda nenda tu. Mimi siwezi kwenda na mambo yangu ya muhimu hapa. Afu hivyo sio nikajua unachamana cha kuniambia. Kama unataka kuniambia kuhusu kazi, mimi siwezi kwenda kufanya kazi za kiwandani. Kwani kazi za kiwandani unafanya nini? Mbona watu wanafanikiwa tunafanya mambo yao vizuri tu? Kina Asma. Kina nani sijui. Yaani hao wote wamefanya kazi na uliwaona leo wamefanikiwa. Walijenga nyumba au wamenunua gari. Kila mtu ana kazi yake. Ni akili yako tu. Lakini ukiwa na nia na malengo unafanikiwa mbona? Hapa mimi sina shida. Uzuri nyumba ile pale tunao tumeachiwa, nyumba nzuri tu ile. Tunaiuza hela kama zote. Hapa nitoka hapa ndo tafuta biashara yangu au tena nahama kabisa sitaki kukaa mtaa huu. Nitanyeka siuelewi. Siku nitakapouza ile nyumba nitakuwa mnene. Mbona niache wewe shoga yangu? Sasa unategemea nyumba ya ulisi? Sawa utaiuza, utapata hela, sijui utaenda utaitumia itaishi. Wala ukipata kazi yako, pale nyumbani ni kimbilio tu. Sina hela na ukimbilia nyumbani kwa sababu nikitoka ndo nishatoka. Hapa nikitoka tu pale naenda utafuta maisha yangu huko mbele. Sina shida ya kukaa pale. Ila kumbuka ndugu wangu, wahenga wanasema kutegemea cha ndugu kufa maskini. Bora upate chako, uwe na maisha yako, kutegemea cha ndugu yako. Ukiona hivyo cha kwangu nimekikosa na kutegemea chao kwa sababu nimezaliwa wamenizaa wao, kwa wamejenga nyumba ile hadi mimi na nani na kaka yangu ndo tulisi. Sawa ndugu wangu kama utaki. Mimi nitafanya sana umeshakataa. Wewe nenda kama ukipata hiyo kazi haya utaniambiaga utakachofanikiwa. Sawa ndugu wangu. Mimi ngoja niende hapo niwahi, sawa? Haya. Wasalimie uko nakwenda na hakuna hata kazi utakuja kuniambia. Haya. Mungu naona nilikuwa nakuja kwako. Fuata nyumbani huko. Una sura ngapi leo unaletea? Wewe anaenda kijijini mimi nihusu, sijui ni nini hainihusu mimi. Mchezo umeisha leo una siku kama ya 5. Hela yangu sijapata. Au unajua mimi sina matumizi nayo. Nataka hela yangu. Sijui unanielewa? Mchezo umeisha, hela yangu sijapewa hadi leo. Sijui unategemea nini wewe kijumbe babaifu wewe. Nataka hela yangu. Unayo shoga yangu. Yaani ninachotaka kukwambia ni kutoa hofu kitu kimoja tu. Yaani hata huyu akichelewa kurudi. Si unajua pale nataka tuuze kibanda ndio kile. Kile cha ulisi. Kwa nikikula tu kile. Hata usije udugu wangu. Kwenye hiyo 800 yako, hata kalaki naweza kupata. Yeye kija kwa tanipa. Mnauza kikopo chenu sitaki kujua. Mnauza kijuma chenu cha ulisi sitaki kujua. Ninachotaka mimi hela yangu. Mchezo shaisha nipe hela yangu nipumzike. Na mimi mwenyewe nimecheza huo mchezo na malengo nayo hiyo hela yangu. Sijui unanielewa kijumbe? Kijumbe mbabaifu mkubwa kazi kula hela za watu. Alafu unanisingizia kikopo chako la kuna mtu kasafiri. Nimepata habari zako. Hela umekula, utaki kunipa hela yangu kila siku nikikuona unazungusha kama miti ya labovu. Nataka hela yangu. Sasa maana nishakwambia kistaarabu naona unanipanda kichwani. Unachonipanda kichwani nini? Nishakwambia hela ninakupa. Lakini naona unanijia juu vipi? Wewe usinijie juu kama mtu wa kifuu. Naomba utulie. Yaani unadaiwa. Alafu na wewe unakuja juu. Wanaodaiwa ndio wanakuwa kipole pole. Wewe unakuja juu na yani shoga yangu kama unijui utanijua leo. Nataka hela yangu. Ukitaka Yani mchambana unipe hela yangu. Kudaiwa sio dili. Wewe Mama Samia anadaiwa na shilingi kudaiwa.
udugu wangu nitakupa hela yako, nimekwambia subiri nitakupa. Yaani ukiona ungu wangu kwako, nataka hela yangu. Ndio unanielewa? Sawa, nimekuelewa udugu. Nitakuletea na wewe. Ke zote hizo mpaka unitie watu. Haya udugu, usianze. Nakusikiliza. Sema shida yako. Saje. Usinishike. Hivi wewe una akili timamu au una kichaa labda? Uweze ukaongea bila kushika mkono wangu? Tafadhali tuheshimiane. Sasa kwani nikushika kuna ubaya gani jamani? Usinitazame. Yaani wewe utakuwa na kichaa. Na sio kichaa, utakuwa unaogoa ndazimu pia. Hivi wewe ukijitazama unaanza kuwa na mtu kama mimi? Nakuuliza wewe mwendazimu, ukinitizama unaanza kuwa na mtu kama mimi? Jiheshimu. Lakini Sajo, kila siku naongea neno moja tu jamani, unielewi. Mimi nakupenda. Nisikilize wewe mwanamke. Nimechoshwa na hizo ngonjera zako. Unachoongea ni upuuzi na sikuelewi hata kidogo. Yaani kitu kimoja ambacho unashindwa kutambua. Tatizo sio ubaya na wala tatizo sio uzuri. Tatizo ni kwamba sikupendi. Na sio sikupendi tu, sihitaji hata kukuona katika maisha yangu. Usi mwanaume. Hebu jiongeze basi bwanacho mambo yako. Wewe. Umeona huu mkono huu? Nikiuinua huu mkono utaniona mbaya. Nimeshakukataa, sikupendi na sio sikupendi tu. Sihitaji hata kukuona katika maisha yangu. Wewe ni mtu gani usioelewa? Ukikataliwa katalika dada. Okay. Ndio ulipoamua si ndio? Umeamua kunikataa mimi. Nafikiri umeelewa. Siongei Kichina wala Kiingereza. Kwa sababu yuko mwanamke chako, unanikataa mimi. Oh, mwanamke si ndio? Sawa, kwa kwao unamuona kimwanamke, lakini kwangu mimi namuona mrembo. Msichana mmoja mzuri aliyostaarabika. Nampenda na hata siku moja siwezi kumsaliti. Hivi hauoni aibu? Nisikilize. Naomba unisikilize. Sina muda wa kutazama ujinga wako, upumbavu wako, ushenzi kabisa. Kwa kitu gani hasa? Nisikilize. Kuanzia leo popote pale utaponiona nipitie mbali. La si hivyo, nitakufanya kitu kibaya. Chochote kitakachonikuta mimi au mpenzi wangu, basi wewe utakuwa unahusika. Eti mpenzi wangu. Lo? Usinichefue. Sasa nakwambia hii vita ulioianzisha hutaweza kuimaliza. Si umeanzisha vita? Hii ni vita ya mapenzi ya Samson na Delila. Na mimi ndo Delila. Tutaoneshana. Hayo ni maneno tu, hata kwenye kanga yapo. Sasa achana na mimi. Ndio utanijua mimi nani? Lo? Unajikutana? Nunua maandazi nauza jamani. Alafu wewe ukija kuchukua maandazi, afu ulipi. Mimi si leo sikukopeshi. Leo sikukopeshi leo maandazi. Nunua. Yapo mengi. Ukitaka makubwa yapo. Yaani vovote ukitaka yapo. Karibuni wateja. Alafu wewe ukijaga. Yaani utoe hela kesho. Unakopa tu. Leo sikukopeshi. Ni mzima. Za huko. Nipo nauza maandazi. Maandazi nunua. Umeshangaa nini? Sikutegemea kama ningecheka. Ama kweli ni bora mtu akuue kuliko kukugeuza mwenda azimu. Sawa, mimi chizi kimuonekano lakini kifikra wewe ni chizi. Mungu kanipa mimi upeo wa akili nyingi, lakini naona kuna watu machizi. Mimekana kuna matatizo makubwa sana. Sasa ukinitazama mimi na wewe, nani mwenye matatizo makubwa? Tatizo mirathi. Mirathi?
Ama kweli ukiongea na chizi na wewe utaonekana ni chizi. Sikutegemea kama ningeona upuuzi kama huu katika matembezi yangu. Wacha niende zangu kwa sababu unachokiongea naona ni uchizi mtupu. Kuchanganya na wewe mwenyewe ni chizi, basi chizi square, chizi plus. Utakuja kugombana na ndugu yako mpaka mtauana. Kisa nyumba ya ulisi. Mwenda zako mwenda azimu wewe. Nunua mandazi, nunua mandazi, nunua. Ndugu wangu Odi. Odi jamani haupo? Ngoja nikae kabisa kwanza hapa. Maana sio kutoka huko. Toka kabisa. Usichelewe kabisa maana Karibu shoga yangu. Sijakuzoea hivyo. Wewe acha. Nisiwe mnyonge mchezo. Yale nikuta leo. Yapi hayo? Yaani hapa jasho linavyotiririka linanimwagika mpaka nywele. Ndio nakushangaa. Maana sijakuzoea hivyo. Wewe niache tu, acha niwe hivyo hivyo. Ukole likotoka. Ndugu yangu nilikuwa nakuja kwako, akana tembea. Sina kukutana na yule shoga yako yule ambaye jampa hela yake. Ndio utana, inabidi sana anze kujikosha shoga. Na ninavyomjua mdomo wake. Wacha, kanyama mpaka nimeona aibu. Sasa punzi limeniisha. Wewe mkutana na yule. Wewe naye unaona kukopa mpaka yule kwa kuumia hela zake mpaka yule. Ndugu yangu ndio hapo nilikufeli, lakini so. Sasa sikiliza, wewe yule hakuna kumuogopa. Ile mali ushamwambia hivyo, wewe cha msingi hapo uza ile nyumba yenu, fanya mpango haraka. Kaniasha moto, kanipaka, sio tena ukweli unauma. Nikanyamaza kikasema nikipoa ataniona mimi mjinga. Na mimi nikamwakia juu nikamwambia we tulia mama. Ila baadaye alivyoenda nikaona huyu tukipatana wote sauti itakuwaje watanijazia watu. Kwa mimi nikampoza nikamwambia aje asubiri kile kijumba chetu kile tukiuza nitamuongezea na kalaki. Lakini ilikuwa shughuli. Hapo kwanza shoga yangu. Nisikupotezee muda wako. Na mimi mwenyewe niko na kazi zangu huko ndani nafanya. Ushauri ni hivi shoga yangu, usiwaze kuhusu yule. Kwani yule nani bwana? Yule akina nani yake kutia pressure. Wewe shoga yangu si una nyumba pale? Nyumba ile ya ulisi. Kwani ile nyumba ni kaka yako peke yako? Hata si. Sasa wewe kaa msikilize yule kaka yako mwenzake kutoka pale anaenda kuoa, saa nyingine mke wake atamweka humo, wewe utaolewa utaenda huko. Mke wake ataka naye pale, ataanza kumweka vidawa shoga yangu utapata ulisi. Dai mapema ukatafute maisha yako mjini. Mimi ningekuwa ndo kama wewe shoga yangu. Saa hizi siko hapa na hisi. Basi shoga yangu nimemwambia nitakuna nategemea niuze kijumba chetu kilipae nimpe. Sasa ndio ufanye mpango wa madalali shoga yangu. Yule kaka yako unapomuona yule, atakuzidi kete. Shoga yangu usijali. Wewe kwenye madalali si unaniyo. Madalali kama ule shemeji yangu ule sio tena. Umeanza tena. Mna shoga yangu. Basi sawa, mimi mwenzako nilikuwa nataka nitoke. Maana wewe kwa safari? Ni kweli tu shoga yangu. Nikikaa hapa nitakula nini? Basi habari ndio hiyo, usinifelishe kwenye hilo na kutegemea wewe tu. Usijali tuasiliane. Basi poa shoga. Bosi zangu, kama nilivyoona hii nyumba matajiri zangu, mipaka yote mmeiona na eneo ni kubwa la kutosha. Au nyinyi mmeionaje nyumba? Ni kweli. Nyumba ni nzuri. Upo na pia naisisha. Unasemaje? Ni kweli nyumba ni nzuri. Alafu kwa kule nyuma kule tutaweka mabanda ya kuku. Sasa kiufupi ni nyumba mmelizika nayo, si ndio? Bila shaka. Kabisa. Safi. Sasa hapa dada, hela iko mfuko wa shati. Sasa hapa kama dokumenti zote tunazo zimekamilika. Zimekamilika kabisa. Basi zilete madi mabosi waweze kujiridhisha hapa. Sasa msije dakika moja. Sawa. Ondoeni shaka. Ana tabu. Nini? Nyumba nimepata. Habari zenu jamani. Salama. Wema. Sasa nisikize ndugu yangu. Wao mimi wateja zangu, sawa? Sema dali mmekuwa wengi sasa mjini. Mimi ni wateja zangu na nyumba ndio nishaonyesha na kila kitu shamalizana. Sema dali sasa mmeshakuwa wengi mjini hapa. Mimi ni wateja zangu. Kwa unaweza ukaenda tu.
ama kweli usilolijua sasa na usiku wa giza. Kwa wewe ndo dalali wa nyumba hii? Mimi ni matajiri sana. Kwa hiyo ndo ashaka. Lakini nini? Kitu kimoja ambacho mimi nashindwa kuelewa. Wewe ni dalali. Hawa ni matajiri zako. Nani aliwaambia nyumba inauzwa?